Karibu mpenzi mtazamaji katika makala ambayo inazungumzia kuelekea siku ya vinasaba duniani. Siku ya vinasaba duniani, DNA Day, huadhimishwa kila ifikapo tarehe 25 ya mwezi wa 4 ya kila mwaka, ambapo kwa upande wa Zanzibar ni mara ya pili kuadhimishwa kwa siku hii. Msimulizi wa makala hii ni mimi Ramla Ramadhan. Vinasaba yani DNA ni chembechembe za urithi ambazo hubeba taarifa za kiumbe hai kama vile binadamu, wanyama pamoja na mimea. Wakala wa maabara ya mkemia mkuu wa serikali Zanzibar ni miongoni mwa maabara kongwe hapa Zanzibar iliyopo chini ya Wizara ya Afya, ambapo imeweza kupiga hatua kubwa katika kutoa huduma za uchunguzi wa kisayansi na katika kuhakikisha wanaongeza mkusanyo katika huduma wanazozitoa. Maabara ya mkemia mkuu wa serikali Zanzibar ina jukumu la kuishauri Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika masuala ya uchunguzi na udhibiti wa kemikali, bidhaa zitokanazo na kemikali, chakula, dawa, uchunguzi wa dawa za kulevya, sumu na uchunguzi wa vinasaba yani DNA katika sampuli zote za makosa ya jinai. Dr. Faridi Mzee Mpatani, mkemia mkuu wa serikali Zanzibar, ameeleza kuwa kuwepo kwa siku ya vinasaba duniani kutaweza kusaidia kuelewesha jamii katika kutambua na kuchunguza maradhi ya kijenetiki, kuongeza uelewa na mwamko wa jamii katika juu ya matumizi ya vinasaba katika kuangalia zile changamoto ambazo zinatokana na magonjwa ya kijenetiki, ambapo magonjwa haya hapo mingi, ikiwemo magonjwa ambayo yanasababishwa na urithi wa ngozi ambao kitaalamu kwa lugha ya kigeni tunaita xeroderma pigmentosum. Vile kuna maradhi ya selimundu ambao kitaalamu tunaita sickle cell anemia na mengine. Kwa haya maradhi yote kwa mwaka huu tumeazimia kwamba tuweze kutoa uelewa ambao kuimarisha uelewa kwa jamii ili weze kujua kwamba kupitia matumizi ya vinasaba kwamba tunaweza kuisaidia jamii kuweza kuepukana au kuweza kuitatua matatizo ambayo yanatokana na magonjwa ya kijenetiki. Mkurugenzi mkuu wa Taasisi ya Utafiti wa Afya Zanzibar Zahar, Dr. Mayasa Salum Ali, wanahitaji kuendelea kufanya utafiti ili kuibua maradhi yanayosababishwa na vinasaba kabla ya kuathiri jamii. Wito wangu kama mkuu wa Taasisi ya Utafiti wa Afya ni kwamba tunahitaji tafiti endelevu katika jamii yetu ili kuweza kuibua maradhi mbalimbali yanayohusiana na vinasaba kwa lengo kuu la kuweza kuyadhibiti magonjwa haya mapema. Kamishna wa Jeshi la Polisi Zanzibar, Kamishna Kombo Hamis Kombo, wanafanya kazi kwa kushirikiana na maabara ya mkemia mkuu wa serikali ili kupata ushahidi wa kitaalamu katika matukio makuu kama vile mauaji, wizi na uzalilishaji. Kwa sababu napokwenda na wataalamu hao, basi inakuwa wanachukua ushahidi ule wa uhakika ambao unamhusisha moja kwa moja mtuhumiwa na tukio alilolifanya. Jaji mkuu wa Zanzibar, Mheshimiwa Khamis Ramadhan Abdullah, amesema katika mahakama ushahidi wa DNA unasaidia kutoa ushahidi wa uhakika kwa wenye hatia kisha kutiwa hatiani kwa asiye na hatia. Hapa anaeleza. Ushahidi wa vinasaba ama DNA ni ushahidi muhimu sana katika usikilizaji wa mashauri ama kesi katika mahakama zetu. Ushahidi huu ni ushahidi wa kuaminika. Ni kwamba na unaepusha kutiwa hatiani kwa yule ambaye hana hatia, na vile ni ushahidi moja kwa moja ambao unauwezesha kutiwa hatiani kwa yule ambaye ana hatia. Mkurugenzi mgeni Jailani Jecha ni mkurugenzi wa mashtaka Zanzibar, amesema awali ushahidi wao ulikuwa unategemea upatikanaji wa mashahidi pamoja na vielelezo, lakini kuja kwa teknolojia ya DNA katika tasnia ya mashtaka
imeweza kusaidia kupata ufanisi wa kesi za udhalilishaji. Teknolojia ya DNA katika tasnia ya upelelezi na uendeshaji wa mashtaka umesaidia kwa kiwango kikubwa sana katika kuwatia hatiani washtakiwa kwa makosa mbalimbali. Kwa hiyo ni mapinduzi makubwa ya kiushahidi na ni mapinduzi ambayo yanaleta ufanisi mkubwa katika kuleta utulivu wa makosa yanayohusu hususan kesi hizi za udhalilishaji na zile kesi ambazo za mauaji. Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto Zanzibar, Bi Abeda Rashid Abdullah amesema DNA inasaidia kuwezesha huduma za kijamii kama hapa anavyoeleza. Inaweza kumsaidia mtoto katika maeneo tofauti. Kwanza, uthibitisho wa ushahidi ambayo ni kitu cha msingi kabisa, lakini kuna masuala ya kumlinda mhanga, lakini pia kuna kuzuia hukumu zisizo za haki ambazo zinaweza kutokezea. Kwa hiyo ile kwamba kuna kipimo cha kisayansi zaidi ambacho kinasaidia yale ambayo yameweza kuzungumzwa na ushahidi umetolewa na mtoto, lakini pia kuna masuala mazima ya kuongeza imani katika mifumo wa kisheria, kwamba mbali ya kumsikiliza yule ambaye mhanga, lakini kuna kitu cha ziada. Siku ya DNA imebeba kauli mbiu ya kuongeza uelewa kwa jamii juu ya matumizi ya vinasaba, kutambua magonjwa ya kijenetiki. Katibu Mkuu wa Wizara ya Afya, Dr. Mgereza Mzee Miraj, ana haya ya kusema. Kwanza nampongeza Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa uwekezaji mkubwa sana anaofanya katika sekta ya afya. Kwa kipindi cha miaka 4 tunaelekea miaka 5 ya uongozi wake, ameweza kuwekeza katika miundombinu ya sekta ya afya, ikijumuisha vifaa vya kisasa na matumizi ya teknolojia katika hospitali zetu kwa Unguja na Pemba, lakini vile vile kuwekeza katika maabara za kisasa za kuhusu mambo mbalimbali ikiwemo kutibu maradhi, kufanya uchunguzi wa dawa, chakula, lakini vile vile imeweza kuwekeza maradufu katika maabara ya mkemia mkuu wa serikali, ambapo kwa sasa wanaweza kulingana na maabara nyingine yoyote ya mkemia duniani katika kuhakikisha taarifa na vipimo vya DNA vinapatikana. Kwa maadhimisho ya siku ya vinasaba mwaka huu 2025, tunasema know your genes, know your health.